Mwanamke anaingia katika chumba cha surgery. Mzima wa afya, ana bashasha, ana msisimko na matarajio kama kila kitu kitaenda sawa. Kupata shepu aliyokuwa anaitamani siku zote. Masaa machache baadaye, anapigania maisha yake. Hii si movie ya kutisha, bali ni ukweli unaotokea mara nyingi sana katika jamii yetu hivi leo. Hii ni moja ya taratibu ya vipodozi zenye utata zaidi duniani. Upasuaji huu ni hatari sana, kitendo kwamba wataalamu wa afya maeneo mbalimbali duniani wameuita upasuaji chinja chinja. Upasuaji huu hujulikana kama kinyanyua tako cha Brazil au kwa kifupi BBL. Kwenye nyakati hizi za sayansi na teknolojia, mitandao inatuonyesha viwango vya urembo ambavyo mara nyingi si rahisi kuvifikia. Ukiwa mwanaume, unaonyeshwa magari mazuri, nyumba nzuri na kuzungukwa na warembo wengi kama njia pekee ya kuwa na furaha. Ukiwa mwanamke, unaonyeshwa hutoshi katika urembo asilia aliyokupa Mungu. Mitandao ya kijamii inakwambia wewe mfupi sana au mrefu sana au mnene sana au umepigwa pasi. Katika harakati hizi za kujiona utoshwi na kupata taarifa za mara kwa mara kwamba unaweza kujibadilisha kwa namna moja au nyingine, ndiyo hapo sajari hizi huja kwenye jamii zetu. Leo nimekusanya mifano mitatu ya wanawake waliopoteza maisha yao kwa sababu ya sajari hizi hatari, hasa inayoitwa kinyanyua tako cha Brazil. Wanawake hawa ni maarufu nchini Afrika, na mifano hii nitaiongelea kwa undani zaidi ili tuweze kujifunza kitu. Mwanamke wa kwanza, mwanadada Eileen Jessica, dada maarufu aliyefanya kazi kama mshawishi wa mtandaoni. Cha kushangaza, ndugu, jamaa na marafiki hawakuona sababu ya yeye kufanya surgery hii kwa sababu tayari alikuwa na shepu nzuri tu. Lakini hiyo haikuwa ukweli kwa mwanadada huyu. Alitamani kuongeza urembo kwa kufanya makalio yake kuwa makubwa zaidi. Surgery hii hufanywa kwa kuhamisha mafuta katika sehemu mbalimbali za mwili na kupelekwa kwenye makalio. Changamoto ilitokea ambapo mafuta yaliingia kwenye mishipa ya damu na kusafiri mpaka kwenye mapafu na kwenye moyo na kuzuia mfumo wa hewa kufanya kazi. Kilichofuata ni kushindwa kupumua na kukosa hewa kabisa, mwisho wa siku kusababisha kifo. Punde si punde, mtu aliyekuwa anapumua vizuri ghafla alianza kukata pumzi, na ikifikia hatua hii, madaktari hawawezi kufanya chochote kuokoa maisha, na mwisho wa siku mwanadada huyo alipoteza maisha yake. Dakika moja kila kitu kipo sawa, dakika nyingine ni kifo. Mwanamke wa pili tunakutana naye kutoka nchi za Afrika Mashariki, nchi ambayo ni jirani yetu kabisa hapo Kenya. Mwanamama huyu alijulikana kwa jina la Lucy Wambui, mfanyabiashara maarufu, ambapo mnamo wa mwaka 2024 Lucy Wambui alifanyiwa surgery inayojulikana kama liposuction, ambayo nia ya surgery hii ni kufanya tumbo kuwa flat na kurudi kama vile hakuwahi kupata mtoto. Surgery hiyo ilimgharimu kiasi cha shilingi ya Kenya cha 690,000, ambayo kiibadilisha kwa Kitanzania ni kama milioni 13 na kitu. Mwanadada huyo aliamua hospitali iliyojulikana kwa jina Body by Design. Hospitali hii ilikuwepo mjini Nairobi. Baada ya surgery hiyo, Lucy alionekana yupo vizuri kiafya na aliruhusiwa kwenda nyumbani. Hata hivyo, hali ilibadilika alipofika nyumbani, kwani alianza kusumbuliwa na maumivu makali ya tumbo na kubanwa na kifua, kitendo kilichofanya familia yake kumkimbiza hospitali.
Haikuchukua muda mrefu kwa mwanamama huyo kupoteza maisha yake. Taarifa ya hospitali ilieleza kuwa Nolende huku kwa tumbo kula alikuwa amemdunga huku, walikuwa wamedunga this size mali hata chupa inaweza ingia. Choo ilikuwa natoka, hata alikuwa nanuka sana, na choo ilikuwa natokea hiyo mashimo. Nikawauliza where is my wife, anatoa choo na nanuka, wakasema ni part of healing. Marehemu alitobolewa utumbo mara 6 uliosababisha kuvuja kwa kinyesi na kuingia kwenye mishipa ya damu iliyosababisha viungo muhimu kama vile mapafu, figo na vitu vingine hasa moyo kuacha kufanya kazi na kusababisha kifo. Kesi hii ilizua gumzo na majadiliano mengi kuhusu kushughulikiwa kwa kliniki nyingi nchini Kenya ambazo mara nyingi hazina vigezo au utaalamu wa kufanya surgery hizi. Mwanamama huyu aliacha watoto na mume wake kwenye masikitiko makubwa ya kupoteza mwanafamilia na mtu muhimu kwenye maisha yao na hata jamii. Tukimalizia na mfano wa mwisho, mara nyingi watu wengi hudhani wakifanya surgery hizo nje ya nchi au nje ya bara la Afrika watakuwa makini na salama zaidi kuliko ndani ya nchi. Takwimu zinaonyesha surgery hizi bado ni hatari hata nje za nchi. Na hapa tunakutana na mwanadada maarufu kutoka nchini Senegal aliyeitwa Ngone Ndiaye, ambaye alifunga safari kutoka mjini Dakar mpaka nchini Uturuki kwa ajili ya surgery ya urembo kwa lengo la kuongeza makalio, kupunguza tumbo na kuongeza matiti. Mwanadada huyu pia alipoteza maisha yake baada ya changamoto zilizotokea kwenye upasuaji huo. Lucy aliondoka Dakar akiwa mzima, ila alirudishwa kama marehemu. Matamanio ya kujibadilisha mwili si kitu kilichoanza jana. Tangu enzi hizo za mababu zetu, watu wengi hasa wenye jinsia ya kike hutamani kuwa warembo zaidi. Ila swali linakuja, je, mwanamke mwenzangu, upo tayari kupoteza maisha yako katika harakati za urembo? Upo tayari kuacha mume, familia na watoto wako katika kutafuta makalio makubwa na au maziwa makubwa kwa lengo la urembo? Jiulize kabla hujafanya maamuzi magumu ya kwenda kufanya surgery hizi. Na hii ni kwa sababu hata hapa nchini Tanzania vituo vingi vya afya vimefunguliwa vinavyofanya surgery hizi za aina nyingi, ambapo kama wewe, hata kama kipato chako ni cha kawaida, ukijichangachanga unaweza kwenda kufanya surgery hizo. Jiulize kitu kimoja cha muhimu sana, je, surgery hizo ni surgery za urembo au ni tiketi ya kifo? Shule ya Maisha inawakumbusha kuwa makini na vituo hivi vingi vya afya vilivyofunguliwa sasa hivi, kwa sababu bila kufanya utafiti unaweza kudhani unafanyiwa surgery, kumbe unaenda kupoteza maisha. Na wakumbusha kujiunga nasi katika darasa la Shule ya Maisha. Hapa tunajifunza mambo mengi mbalimbali ya kuboresha maisha yako. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.